Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nakuletea mambo matano biidhnillah, mambo ambayo ni hatari kwa mtu mwenye maradhi ya vidonda vya tumbo. Mambo matano ya kujiepusha na kuyaweka mbali kabisa mtu mwenye maradhi ya vidonda vya tumbo, mwenye maradhi ya peptic ulcers, mwenye maradhi ya acid reflux. Kama una maradhi hayo, weka mbali vitu hivi. Jambo la kwanza ni kujiepusha na matumizi ya dawa za maumivu. Kujiweka mbali na kujiepusha na matumizi ya madawa ya kupunguza maumivu kwenye mwili, kama vile Muscoplus, aspirin, kama vile ibuprofen, kama vile diclofenac. Haya ni madawa ambayo mtu anatakiwa ayaweke mbali kama ana vidonda vya tumbo. Ukisikia maumivu, kama una vidonda vya tumbo, ni hatari kwako kutumia dawa ya maumivu bila kupata ushauri kutoka kwa daktari. Kitu cha pili cha kujiweka mbali nacho na kujiepusha ni vyakula vyenye pilipili. Mtu mwenye vidonda vya tumbo, usikaribie vyakula vyenye pilipili. Usikaribie vyakula vyenye asidi nyingi kama vile viazi mviringo, dagaa. Usikaribie ndimu na vitu kama hivyo vyenye asidi nyingi. Lakini pia mtu mwenye acid reflux, kama una matatizo ya acid reflux, usikaribie vitu hivyo. Vidonda vya tumbo na acid, kama una changamoto za gesi tumboni, usikaribie vitu hivyo. Lakini pia katika kitu ambacho ni cha kuweka mbali kabisa kwenye sehemu hii ni vyakula vyenye mafuta. Kwa wale wanaopenda machipsi, kwa wale wanaopenda makuku, kwa wale wanaopenda vile vitu vya kukaangwa vile mavitumbua, chapati, maandazi, vitu ambavyo vinakuwa na mafuta ya kutosha ndani yake. Kama una maradhi ya vidonda vya tumbo, ndugu yangu, weka mbali vitu hivi, kwa sababu havitakusaidia. Hivi vitu vitakuangamiza kwa sababu una maradhi. Jambo la tatu la kuliweka mbali na kujiepusha, kama una vidonda vya tumbo, jiweke mbali sana na ujiepushe na kula bila mpangilio wote. Kula hovyo. Jambo la kula kiholela, yani wewe unakula tu vyakula yoyote yale, unakula saa yoyote ile unakula, hii haitakufaa. Mtu mwenye vidonda vya tumbo ale kwa utaratibu maalum. Ijulikane kwamba milo yako ni 5 au milo yako ni 3 au milo yako ni 4. Mlo wa kwanza utakula muda fulani, wa pili muda fulani, unakula kidogo, si kwa kushiba sana, lakini uwe unakula kwa muda maalum. Kwa mtu mwenye vidonda, hilo ni jambo muhimu sana, ili aweze kusaidika katika matibabu yake hayo ya vidonda. Jambo la 4 ni mtu mwenye vidonda vya tumbo anatakiwa ajiepushe na matumizi ya sigara na matumizi ya pombe. Kama unakunywa sigara, unavuta sigara, nakusudia kama unavuta sigara, na kama unakunywa mapombe na unatumia aina nyingine za vilevi, basi fahamu kwamba vidonda vya tumbo kuondoka kwako itakuwa ni ndoto kubwa sana, yaani ni vigumu sana, kwa sababu vitu hivyo ni katika sababu zinazopelekea mtu kuumwa vidonda vya tumbo. Kwa hiyo acha pembeni pombe, acha pembeni sigara, ili upone vidonda vya tumbo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la 5 na la mwisho katika mambo hatari kwa mwenye vidonda vya tumbo ni kuwa na msongo wa mawazo. Nilielezeni katika video zilizopita, msongo wa mawazo hupelekea mwili kutengeneza asidi nyingi zinazokwenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo jitahidi sana mawazo yako na stress zako zote uzipatie suluhisho. Katika kila jambo lako pata suluhisho. Yale mambo unayoyaona yako juu ya uwezo wako, huyawezi, basi yasalimishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakusaidia kwa sababu wewe unaye aliyekuumba, anaweza kila kitu hata kama wewe ukishindwa. Kwa hiyo naomba watu wajiweke mbali na msongo wa mawazo, hasa kwenye maradhi ya vidonda vya tumbo. Hayo ni mambo matano nimekuletea leo, ukae nayo, ufaidike nayo, uyafanyie kazi. Sasa kwa mtu ambaye ataweza kuyafanyia kazi mambo hayo matano na kuyadhibiti na akafanikiwa kwenye kuyafanyia kazi mambo hayo matano, basi sasa tunayo dawa ya vidonda vya tumbo. Anaweza kusaidika kwetu akapata dawa ya vidonda vya tumbo, akaitumia
na akapona biidhnillahi alkarim, lakini kwa masharti haya, kwa sababu sisi hatumpi dawa mtu ambaye hawezi kutekeleza masharti, kwani hatopona na atakuja kulaumu kwa dawa haikumsaidia. Kwa hiyo ili tukupe dawa, kama unajijua wewe ni mroho, unapenda kula makuku na vitu yenye mafuta, mapilipili, huwezi kuacha pombe na sigara, huwezi kuacha madawa ya maumivu na vitu kama hivyo, basi usije kwetu wataka dawa. Hatuna dawa ya mtu ambaye hawezi kubadilisha mfumo wake wa maisha. Matibabu si dawa peke yake. Matibabu ni kubadilisha mfumo wako wa maisha, alafu kisha ukija kutumia dawa inakusaidia kutengeneza pale ambapo pameharibika. Kwa hiyo tunazo dawa hizi, ziko 3. Kuna hii namba 1, alafu niko pia na dawa namba 2 ambayo ni hii hapa namba 2, alafu pia kuna dawa nyingine namba 3 ambazo hii utaitumia katika uji na hii utaitumia katika asali, na hiyo namba 3 utaitumia katika maji. Ukimaliza kuzitumia dawa hizi na changamoto yako ya vidonda vya tumbo itakuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala imeisha. Katika muda huu ulikuwa na mimi Dr. Sangwa, mtaalamu na tabibu, mtafiti, mshauri wa magonjwa na matibabu yake ya kiasilia, na mpaka hapa nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.